Haleluya, haleluya mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu mahali popote pale unaponitazama na kunisikiliza. Awali ya yote namshukuru sana Mungu kwa kuniamsha salama. Namshukuru sana Mungu kwa kuiamsha salama familia yangu. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yako wewe unenitazama na kunisikiliza. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya ulinzi wake. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema yake hii ya wokovu. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya uzima huu ambao niko nao. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya wakati huu mzuri kabisa ambao niko mbele yako niseme na mtu mmoja ambaye amekuwa na tabia mbaya ya kuchelewa ibadani. Nisikilize kwa makini, hii itakusaidia sana. Yamkini wewe tangia mwaka uanze haujawahi kuwahi ibadani, na ibada zetu makanisani kwa asilimia kubwa wako wanaoanza ibada siku ya Jumapili saa 12, wako wanaoanza ibada siku ya Jumapili saa 1, wapo wanaoanza ibada saa 2, saa 3, na wengine labda saa 4. Asilimia kubwa ni masaa hayo. Lakini kuna watu wamekuwa wachelewaji sana wa ibadani. Lakini utakuta mtu huyo kazini anajitahidi sana kuwahi. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu, ukiona umeanza kuchelewa kanisani, jua kabisa upendo wako kwa Mungu unaanza kupungua, na ukiendelea na tabia hiyo utajikuta kabisa umeshaacha kwenda kanisani. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, mahali popote unaponitazama, ni kwamba shetani anapokuja kumtoa mtu kwa Mungu haendi kwa nguvu kubwa, anaanza kidogo kidogo. Kwa maana hata wahenga wanasema au Waswahili wanasema haba na haba hujaza kibaba. Yani kidogo kidogo hujaza kibaba. Unaanza tu tabia ya kuchelewa kanisani. Unaona ni jambo la kawaida, na kama mtu umekuwa unachelewa kanisani mara kwa mara ya kwanza unaanza kuhukumika. Mara ya kwanza unaanza kuona kama sio sawa. Utachelewa Jumapili ya kwanza, ya pili, ya tatu, ngoja nijitahidi niwahi. Lakini ukishachelewa Jumapili 3, 4, 5, 6, Jumapili 8, miezi mitatu, baadaye utaona kwako hiyo sio dhambi, utaona ni jambo la kawaida. Utaona mbona unafika, mbona wapo wengine ambao hawaendi kabisa, si afadhali wewe ambaye unaenda? Yani kuna mawazo ambayo yatakuwa yanaingia ndani yako. Wakati Roho Mtakatifu anakuambia kuchelewa ibadani sio jambo jema, hiyo sio tabia nzuri. Kwa sababu gani? Mungu huo anamsemesha kila mtu. Hakuna mtu ambaye alikuwa anawahi kanisani alafu akaanza kuchelewa kanisani Mungu asiseme naye chochote. Mungu anaweza kusema na wewe kwenye mawazo yako, kwenye akili yako, kwenye ufahamu wako kwamba acha tabia kuchelewa kanisani. Lakini wakati mwingine Mungu akiona hauelewi, bado unaendelea na tabia ya kuchelewa kanisani, basi utakuta Mungu anamtumia hata mtu ambaye mnasali wote, mtu ambaye mnaabudu wote, kwamba ndugu yangu mpendwa, mbona siku hizi unachelewa sana kanisani? Badilika. Na wakati mwingine anaweza kawatumia hata watu ambao hamsali nao, hata watu ambao hawaendi kanisani. Unakuta nakwambia ndugu yangu, mbona unachelewa sana kanisani? Kwa hiyo tabia ya kuchelewa kanisani ni tabia mbaya kama tabia mbaya nyingine. Hiyo tabia ya kuchelewa kanisani ni dhambi kama dhambi nyingine. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha hiyo tabia ya kuchelewa kanisani na kuanza kuwahi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upande wetu sisi bado inaanza saa 2, lakini unaona muda huu mimi nimeshaamka, nimeshajiandaa, na sasa hivi hata saa 12 yenyewe bado haijafika. Kwa hiyo unajua kabisa kwenye saa 1 nitakuwa nimeshafika ibadani na nimeshaanza maandalizi. Hata kama ibada inaanza saa 2, lakini saa 1 nitakuwa nimeshafika kanisani na nimeshaanza maandalizi. Lakini mbona kuna watu wana tabia kuchelewa? Nikukumbushe wewe kwamba ndio dalili za kuanza kupunguza upendo wako kwa Mungu. Hiyo tabia ya kuchelewa kanisani sio nzuri. Lakini utasema huyu mtumishi kwa nini anaongea maneno haya? Naongea maneno hayo kwa sababu hilo ni jambo baya, hilo jambo sio zuri la kuchelewa kanisani. Mbona kazini unawahi kabisa? Kwa mfano sisi kazini kwetu tuna saa 12:30 ndio tunaanza kazi. Kwa hiyo utakuta saa 12:30 nimeshafika eneo la kazi, wakati mwingine saa 1 kasorobo nimeshafika eneo la kazi. Kwa hiyo nitakuwa mtu wa ajabu sana kama kazini saa 12:30 nawahi au saa 1 kasoro nawahi, alafu ibada inaanza saa 2
mimi niwe nafika saa 3, itakuwa ni mtu mmoja wa ajabu sana. Hata kama kazini wewe unaenda saa 4, ibada inaanza saa 1, lakini unatakiwa uwahi hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikize kwa makini, tutasoma neno la Mungu hapa ili uone kwa nini na kuhamasisha kuwahi kanisani. Kitabu cha Luka ile sura ya 21 mstari wa 38. Kitabu cha Luka ile sura ya 21 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Walikuwa wanawahi, walikuwa wanaenda wakati mwafaka, walikuwa hawachelewi. Biblia inasema na watu wote, yani waliokuwa wanampenda Mungu, walikuwa wanawahi ibadani, wanaenda kwa wakati, wanaenda mapema. Hata Daudi anasema, nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Wewe unafurahia kwenda nyumbani kwa Bwana? Ibada inaanza saa 12, wewe unafika saa 2. Wewe kweli umefurahia walipokuambia leo ni siku ya ibada inaanza saa 2, unafika saa 3, unafika saa 4? Kweli unampenda Mungu? Badilika ndugu yangu, anza kuwahi kanisani. Hiyo itakuwa ni tabia njema na hiyo itakusaidia. Wahi wewe na familia yako, itakuwa ni jambo jema. Uwe na wakati mwema. Mungu akubariki. Amen, amen. Acha tabia ya kuchelewa kanisani. Huu ni ujumbe wangu siku ya leo. Ukiufanyia kazi utakuwa baraka kwako. Amen, amen.